Baraka mwanangu. Ndiyo baba. Usichelewe kazini, mimi nitakuwa sawa. Hata kama nitachelewa, lazima nikutafutie dawa leo. Usijumze sana, Mungu ataona. Sitaki kukuona ukiteseka. Leo lazima nipate pesa. Hii ndiyo pesa yote iliyobaki. Enda mwanangu, kukata tamaa si dawa ya umaskini. Sawa mzee. Wewe bado unapambana na hizo kazi za kubeba mizigo. Bora kazi halali kuliko pesa za mashaka. Halali gani? Una miaka mingapi sasa? Bado huwezi hata kulipia matibabu ya baba yako. Sitaki pesa za shida. Kuna dili moja, saa moja tu unapata zaidi ya $500,000. Dili gani? Usiulize sana, cha muhimu ni pesa. Hapana, nikipata pesa kwa njia mbaya sitalala kwa amani. Hiyo amani unayoizungumza inanunua dawa. Nitatafuta njia nyingine. Sawa, lakini ukibadilisha mawazo nipigie simu. Kijana, asante sana. Karibu mama. Asante sana. Hii ni ya nani? Mungu wangu. Hii pesa ni nyingi sana, lakini si yangu. Baraka, mbona umesimama kama una mzimu? Hapana, hakuna kitu. Hebu nione umeficha nini? We, hii si pochi. Umenificha nini ndani? Sio lolote, ni pesa tu. Baraka, humu kuna pesa nyingi sana. Nimeokota tu. Umeokota? Mungu mwenyewe kakuletea bahati. Nataka nimtafute mwenyewe. Wewe una akili kweli? Baba yako anaumwa, kodi hujalipa, alafu nataka kurudisha hela. Siwezi kutumia mali ya mtu mwingine. Haya ndiyo makosa yako. Utaendelea kuwa maskini milele. Afadhali niwe maskini kuliko mwizi. Basi fanya unavyotaka. Karibu. Naomba dawa hizi. Jumla ni shilingi 28,000. Nina 12,000 tu. Pole kaka, ukikamilisha ndio utachukua dawa. Nikichukua hata 50,000 hakuna atakayejua. Hapana, baba alinifundisha kutokula mali ya watu. Mwanangu, umefanikiwa? Leo kazi haikuwa nzuri baba. Usihuzunike, Mungu anajua wakati wake. Baba, kama ungeokota pesa nyingi ambazo si zako ungefanyaje? Ningezirudisha. Hata kama tungekuwa na njaa. Mwanangu, njaa inaweza kuisha kesho, lakini dhambi ya kuiba inaweza kukufuata maisha yote. Sawa mzee. Kumbe najua sasa mwenye pochi ni nani. Halo? Nina taarifa kuwa wewe ndio umechukua pochi yangu na ninajua ulipo. Halo? Huyu mtu amejuaje nina hii pochi? Mvungi Group Limited. Labda kesho nitaenda huko. Umefanya uamuzi gani mwanangu? Leo narudisha pochi. Huo ndio uamuzi sahihi. Lakini na hofu kuna mtu amenipigia simu usiku. Ukiwa upande wa kweli usiogope. Unamtafuta nani? Nimekuja kumwona bwana Mvungi. Una miadi? Hapana. Bila miadi huwezi kuingia. Naomba umwonyeshe hii. Sawa. Wewe ndio umeleta hii kadi? Ndiyo. Umeiona wapi? Niliokota pochi yako sokoni jana. Kila kitu kipo. Umechukua hata shilingi moja? Hapana. Unajua humo kulikuwa na zaidi ya milioni 5. Ni mali yako. Vijana wengi wasingerudisha. Baba yangu alinifundisha kuwa hamna thamani kuliko pesa. Umenifurahisha sana. Kesho njoo tena. Kuna shida? Hapana, nataka nizungumze nawe kuhusu kazi. Kazi? Ndiyo, lakini njoo kesho saa 3 asubuhi. Kumbe ulienda kurudisha zile pesa? Ndiyo. Umefanya kosa kubwa. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu walikuwa wanaitafuta ile pochi na sasa wameanza kutafuta wewe. Baraka. Ndiyo. Panda ndani. Hapana Baraka, usipande. Usiogope. Tunataka kuzungumza tu. Jina langu ni Victor. Unanitaka kwa sababu gani? Kwa sababu ya ile pochi. Nilirudisha kwa mwenyewe. Tunajua. Sasa shida iko wapi? Hujui kilichokuwa ndani yake. Kulikuwa na pesa na nyaraka. Kulikuwa na kitu muhimu zaidi. Kuna watu wananifuatilia. Walikufikia? Ndiyo. Nilijua watafika. Kwa nini hukuwa umeniambia? Sikutaka maisha yako yaingie hatarini. Kuna nini kinaendelea? Subiri. Ndani ya ile pochi kulikuwa na kifaa kidogo cha kuhifadhi taarifa muhimu za kampuni. Kifaa gani? Flash drive. Lakini sikuiona. Kwa sababu ilisimama kwenye sehemu ya siri ya pochi. Sasa iko wapi? Haipo. Ina maana kuna mtu alitoa kabla pochi haijafika kwangu. Ndiyo, Baraka hajui chochote. Endelea kumfuatilia. Sawa.
Kelvin. Baraka, umefika lini? Ulikuwa unaongea na nani? Hakuna, ni rafiki yangu tu. Kwa nini unanificha mambo? Unafikiria vibaya. Tangu ile pochi ulibadilika. Acha hizo. Ninaondoka. Baba! Baba! Ukimtaka baba yako akiwa hai, fanya tutakachokwambia. Baba! Tafadhali msimdhuru baba yangu. Ukitaka kumwona akiwa hai, njoo peke yako kwenye godown ya zamani bandarini. Nitakuja. Wamemteka baba yangu. Nilijua watafika huko. Naomba unisaidie. Utaenda peke yako. Kuna maisha ya mtu yapo hatarini. Karibu Baraka. Baba, Tulia, kwanza tupe flash drive. sina flash drive. Unasema uongo. Kelvin, hata wewe. Nilisukumwa na tamaa ya pesa. Kelvin ndiye aliyekuwa anatupa taarifa zako zote. Nilikuamini. Nisamehe Baraka. Mara ya mwisho iko wapi? Sijui. Polisi, kila mtu asisimame. Simama hapo, usikimbie. Acha, sitaki matatizo. Mko chini ya ulinzi. Nilijua hutaniacha. Wewe ndiye kila kitu kwangu baba. Baraka, umethibitisha kuwa uaminifu bado upo. Kuanzia leo unakuwa meneja msaidizi wa kampuni yangu. Mimi? Ndiyo, si kwa sababu una uzoefu mkubwa, bali kwa sababu una kitu ambacho watu wengi wamekipoteza. Kitu gani? Uaminifu. Nilikwambia mwanangu, jina jema lina thamani kuliko utajiri. Asante kwa kutumia muda wako kutazama simulizi hii. Kama umefurahia, tafadhali bonyeza like, comment na subscribe ili kuendelea kuunga mkono kazi zetu. Storytime tunaendelea kukuletea simulizi bora zenye mafunzo, msisimko na burudani. Tukutane tena kwenye simulizi inayofuata. Asante sana.